الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنت وذكر. الحمد لله. Tukiwa tuendelea na darasa la aqidatul awam, ambapo ni misingi ya mwanzo ya ahli sunnati wal jamaa, na tungali katika maneno ya mwanzo wa mtunzi wa mandhuma hii, utenzi wa aqidatul awam. Na kama tulivyotangulia kusema, twakariri kwa wale wanaofuatiliza, ameanza akisema abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimi alihsani falhamdulillahi alqadimi alawwali alakhiri albaqi bila tahawuli thumma as-salatu was-salamu sarmadan ala an-nabiyyi khayri man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dini alhaqi ghayra mubtadi'. Na walillahi alhamd, wiki iliyopita tulisimama kwa mapana na marefu katika sala ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alipotuambia thumma salatu wassalamu sarmadan. Tukatizama uzito wa sala ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ilivyokuja katika Qur'an al-Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Na pia vile vile katika mwisho wa ubeiti tumeona amekuja na mafuhumu muhimu sana, ambao mafuhuma haya yanajulikana vyema katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Nalo ni neno lake khairu man qad wahada, unaweza kufanya hivyo, au khaira man qad wahada, unaweza kufanya hivyo, au khairi man qad wahada. Katika lugha za Kiarabu zote zinakubalika, lakini bora ni khairu, iwe ni mubtada. Hili ni suala linafungamana na lugha ya Kiarabu, lakini akazungumza khairu man qad wahada kuonyesha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ndiyo aqida ya ahli sunnati wal jamaa, ni bora ya viumbe vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoviumba. Na hapa ndipo mahala tuliposimama, na biidhnillahi ta'ala tutaunganisha haya mazungumzo na ubeiti unaofuatia, thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi. Ni nani ali za Mtume Muhammad? Wa sahbihi, ni nani masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam? Wa man tabi'a, ni nani hao wafuasi wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam? Sabila dini alhaqi ghaira mubtadi'. Na neno lingine muhimu, kama wakati utakuja kutukunjukia, ni tamko la mubtadi'. Ni nani mzushi wa dini? Na haya ni mustalahat tusikia mbalimbali na wazungumzaji mbalimbali, lakini ni muhimu sana katika maisha tunaoishi kuweza kufungua haya maana ili kuelewa uhalisia wake. Jambo ambalo limenishangaza kiasi, mdahalo nafikiri unaendelea hivi sasa kwa takriban miezi misita, kulingana na tawthiq au pengine records ambazo kwamba zimerekodiwa. Kuna mijadala na mvutano mkubwa sana kwa jamii ya Kikristo, na ni wao kwa wao katika suala linalohusiana na tathlith, utatu. Kama inavyofahamika, Catholics ndio wameshikilia sana suala la utatu,
na penginepo utakuja kuona mbali na utatu wamemvuta naye mama yake Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam, wakampa baadhi ya wasifu wa Mola subhanahu wa ta'ala, lilasaf, kama sala inayojulikana kama sala ya Maria, kwa wale ambao kwamba ni familia na suala kama hili. Kwa hivyo nimeona dhehebu la Kisabato ambapo wameketi na dhehebu la Kikatoliki na wananakish suala la tathlith, yani maisha tunaoishi sisi lazima tutetee kile tunachokiamini, na ndio usawa. Sisi katika Uislamu there's nothing that we are hiding, kila kitu kiko wazi, na Uislamu haukufika kwetu kama wengi wanavyodhania kwa Uislamu ulifika kwetu kwa tutu za bunduki, la, au kwa ncha za upanga. Hapana, hakuna mtu alolazimishwa kuingia katika dini ya Uislamu. La ikraha fi dini, hizi ni aya ziko wazi. Ni makosa kumlazimisha mtu kuingia katika dini ya Kiislamu, kwa sababu tumetaja pale mwanzo, aqida yenyewe ni ilmu, ni elimu, na elimu ni itiqad, na itiqad ni al-yaqin. Kwa hivyo ni masala yanapanda. Kwa hivyo unapomlazimisha mtu kuingia katika dini, huwa yule mtu haingii tena na ilmu. Kwa hivyo ina maana Uislamu wake pia haujakubalika. Aweza akatamka shahada, lakini kile kitu kinacho ilmu hakuna kwake. Kwa hivyo hili suala linalopakwa, na ndio historia inavyoonekana kuwa Uislamu uliingia katika sehemu zetu za Afrika pengine mashariki, na utakuja kuona baadhi za michoro inayochorwa kuwa Waislamu waliingia katika sehemu hizi wakawalazimisha watu kuingia katika dini. La, elimu imekuja hapa na hoja. Ukisoma historia yaonyesha kina Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib walipoingia katika ardhi ya Habasha, wakakabiliana na kina An-Najashi, na An-Najashi anajulikana ni mfalme. An-Najashi jina lenyewe ni la kifalme, na alikuwa Mkristo, na Mtume aliona ni vyema jamaa waende zao Habasha, kwa sababu sifa za huyu mfalme ni kuwa hadhulumiwi chini ya ufalme wake yeyote. Kwa hivyo nendeni, kimbilieni dini yenu, kimbilieni maisha yenu. Na alipopewa habari alimjadili Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib, na mwisho alisilimu huyu bwana. King Najashi amezikwa katika ardhi za Habasha na kaburi yake maarufu. Alikuwa ni very strong king katika Afrika hapa, na alikuwa na mishiko ya kimisingi ya Kikristo. Kwa hivyo hakuwaambia tu jamaa tumepata wageni kutoka Arabuni, ingieni katika dini. Kwanza alitaka kukinai yeye, akamuuliza Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib, madha taquluna fi Isa, mwasema nini kuhusu Sayyidina Isa, mwasema nini kuhusu Mola, umeamrishwa kitu gani? Kwa hivyo kulikuja kwa jidali ilmi, na ndio katika aya zingine utakuja kuziona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azieleza wazi, qult ya alal kitabi, enyi mliopewa vitabu, sawa sawa ni Wakristo, sawa sawa ni Mayahudi, taalau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, njooni katika neno lilokuwa sawa baina sisi na nyinyi. Madamu sisi tuabudu na nyinyi muabudu, njooni tuangalie nani anayeabudu katika njia iliyokuwa ya sawa. Kwa hivyo utakuja kuona Uislamu unaalika fikra mbalimbali, dialogue tofauti tofauti, ili watu watizame imani hii, kwa sababu akhir al-mataf kuna maisha baada ya maisha haya tunayoishi, na tutakwenda kuulizwa, kuna accountabilities tutakayokwenda kuulizwa. Kwa hivyo katika Uislamu ni jambo murahaba, jambo ambalo kwamba limekaribishwa sana. Kwa hivyo hili limenistaajabisha kwa kiasi, lakini pia istijabu yenyewe ni istijabu ya furaha. Kwa Wasabato wanawajadili Wakatoliki katika yale mazungumzo niliyoyapata pale, kuwa sisi twahisi kuwa misingi ya Mola hakuna utatu, na baadhi ya reflections zao zilikuwa zatoka kwa reflections za ilmu, yani mantiki. Yani wewe pia ukiingia kuzungumza nao
ukionyesha burhan, hoja za kiilmu, anaweza akakinai yule mmoja katika upande mwingine. Kwa hivyo hawa sijui kama ndio walikuwa na represent Sabato mzima, Allahu aalam, lakini ni kama kuna mwamko hivi sasa watizama hili suala la tathlith. Nafikiri tulitaja mwanzo kabisa hapa tukasema haikubali, akili yangu mantiki haikubali moja kuongeza moja iwe moja, akili haikubali. Lakini nakuwaje naamini yani iwe 3 ndani ya moja? Akili yangu bado haijakubali. Na manatul khitab, mahala ninapozungumziwa na sheria ni akili yangu. Kwa hivyo mahala pa kwanza pa kukinai ni akili yangu iweze kuona mwanga, kisha baada ya hapo inaweza kupenya katika moyo wangu. Kwa hivyo ni kana kwamba askari mkubwa, ili moyo usichafuliwe, askari mkubwa ni akili. Unaleta katika mizani ya akili. Akili kikubali ndio wapenyeza katika moyo wako, unaamini na kuwa na yakini moja kwa moja. Kwa hivyo mabana walikuwa kidogo na logic, wanasema lau tutasema tathlith ni katika misingi ya imani, manake ni Baba, Mwana na Roho. Sisi tuliokuwa upande wa bara kidogo ni masala tumeyazoea kuyasikia, na penginepo baadhi ni majirani au pengine ni familia. Okay, kuna Baba kimaanisha Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa Mungu ndiye anayetoa command. Okay, ndio sifa yake. Mwenyezi Mungu hachukui command kutoka kwa yoyote. Sasa katika hawa watatu logic yao, nani anayechukua command? Direction yatoka kwa nani? Je, mwana ikiwa anaelekezwa kama mwana, ile sifa ya umungu unapotea moja kwa moja. Logic nzuri sana. Na kama roho pia apokea direction kutoka kwa Baba, pia yaonyesha kuwa hana uungu wowote. Kwa hivyo hili suala la kuonyesha Baba Mwana, Baba Roho ni suala la tekana lijadiliwe tena, ni kama hatujaelewa maana yake kihalisia. Hili suala kwa hakika sijui na nyinyi mnaona vipi? Na isiwe ni Muislamu na Mkristo, Wakristo wao kwa wao. Kwa hivyo yathibitisha kwa zama tunazoishi hivi leo ni dharura kuwe kuna darasa kama hizi za aqida, sio kwa maana tujibizane na watu, la hilo waachie wale almutakhasisun, masala ya kwenda kujadiliana na mantiq na ilmu hii. Kuna watu wanaojulikana ni mutakhasisun, wamespecialize katika fani hiyo. Kwa hivyo wewe usichukue mawili matatu ya Allah ushaweka darasa, utakuja kupambana na mabongo mengine yamekuzidi, kisha baadaye uende uonekane kama pengine you're representing the religion na wewe pengine haujashiba, hujakita katika dini hii. Haya ni masala tumeyataja. Pia yule kijana ambaye kwamba alikuwa na matata siku kidogo chache hapa, akasema kidogo akawa hajielewi ni Muislamu ama si Muislamu. Katika tatizo kubwa ni kuwa alikuwa anaingia katika midahalo ya kimantikia kuhusu Mola na hana istidad. He was not well prepared, hana fani, hana ilmu. Kwa hivyo anaposhindwa anahisi dini yangu ndio imeshindwa, na anapotoka na maswali hayo pengine kusik refuge kwa baadhi ya mashehe kwa sababu ya kutokuwa na ule upana wa mtizamo, mashehe wengine na maswali yaondoka hapo. Kwa hivyo akaishi sana na mashehe pia hawana haja kunisikiliza mimi, kwa hivyo nitatengeneza imani yangu kulingana mimi ninavyofahamu. Akaishi kwa miaka nyingi ukijana, alhamdulillah. Baada ya mazungumzo sisi na yeye, alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa kumeleta mabadiliko kiasi kikubwa. Kwa hivyo huu ni mdahalo unaendelea hivi sasa baina ya Wakristo, na sisi tunawaombea Mungu inshallah, endeleeni na mdahalo. Mkishamaliza inshallah, we are there. Mnataka kujua kuhusu imani, sisi hakuna kitu tunachokificha. Hakuna sijui fulani amefahamu vizuri kwa sababu ana Roho Mtakatifu, la. Hani masala yako wazi, tuyajadili kiilmu, tuyajadili kulingana na falsafa yenu mantiqiyan. Kwa hivyo hili ni suala laonyesha linawakera na linawasumbua hata watu ambao kwamba hawako katika daira ya Kiislamu. Kwa hivyo wiki iliyopita tulitaja baadhi ya mambo yanayofungamana na ubora wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na ni suala nzito katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa, na
Uwepo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kama kiumbe bora, kuna sababu kadhaa zimetajwa. Sababu ya kwanza, wanavyoeleza wanazuoni wa historia, ni upasuaji wa kifua cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume Muhammad, kama mnavyofahamu mnaposoma sera, amezaliwa Makka. Baba yake alikuwa tayari shafariki, katika riwaya iliyokuwa na nguvu. Akaketi muda mchache sana, babu yake akaja akachukua dhamana ya kafala ya kumlea mjukuu wake. Na kwa sababu Makka inavyoketi kisystem, ni mahala ambapo ndio mkutano wa makabila yote, kwa sababu ndio mahala ni muktadha wa biashara. Kwa hivyo desturi za kuchanganyika, hata lugha ya chafuka. Kama leo tuzungumze mfano Nairobi, ni vigumu sana kumpata mtoto anaoishi Nairobi anazungumza mother tongue yake vizuri. Okay, lazima pengine mzazi ana muda, kila baada ya wakati anampeleka, pengine yule mtoto anampeleka mashambani, na akienda mashambani anakwenda kupokea elimu kadha wa kadha wa hakadha. Kwa hivyo Makka ni mji ambao unapokea wageni mbalimbali wa kibiashara. Kwa hivyo ina maana lugha ya Kiarabu pia inakwenda ikichafuka na desturi zile zaenda zikichafuka kulingana na makabila yanayotoka katika ulimwengu mzima, wakikusudia Makkatul Mukarram. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akapelekwa mashambani. Kwa hivyo akachukuliwa na Bibi Halima kama inavyofahamika, akawa ndiye anayemnyonyesha, na baada ya kumnyonyesha akapewa muda, baada ya kumnyonyesha ishi naye ili aweze kuelewa zile tamaduni za Kiarabu na hususan hata lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo wewe mzazi unamtaka mwanao azungumze mother tongue, usimwache tu jijini peke yake. Ikifika siku za holidays unampeleka mashambani ambapo hakuna lugha nyingine inayozungumzwa isipokuwa lugha ile. Atajua sima yaitwa vipi kwa lugha yao, chai yaitwa vipi katika lugha yao, na hivi ndivyo Waarabu walivyokuwa pale awali, ili kuweza kuhifadhi zile turathi na asili ya Kiarabu isipotee. Kwa hivyo Sayyidatuna Halimatu Saadia alipomchukua Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika umri mdogo sana, ameanza kutembea, baadhi wanasema miaka pengine 2 au 3 wa hakadha au 4, kwa ikhtilafi ya riwaya mbalimbali, kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alijiwa akiwa mlimani na ndugu zake ambao ni watoto wa Halimatu Saadia, wakiwa wanafuga au pengine wanalisha mbuzi, kondoo, ngamia wa hakadha. Wakaja viumbe vyenyewe havikueleweka vizuri. Wakaja wakamchukua Mtume Muhammad wakamlaza chini, wakampasua kifua chake. Wale watoto walivyoona, wamejua Muhammad amefariki, na huyu mtoto ni amana, ametoka Makka. Kwa hivyo wakakimbia kwa mamake, bana, Muhammad ameuawa. Mama sasa huyu anafanya wazimu, manake mtoto yuko kwake, ni dhamana. Hawa watu wameniamini katika ardhi ya Makka, ameuawa vipi? Atoke aende mbio. Wakifika kwenye jabali pale, wanamwona yuateremka. Mimi nimeambiwa umeuawa. Ndaeleze kisa kwa walikuja viumbe viwili, naye Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam na Mikail, wakaja wakampasua kifua chake, wakakisafisha katika baadhi ya riwaya, na hili linaonyesha kuwa ni suala nzima linalofungamana na upeo ama maumbile tofauti na viumbe vingine. Katika historia wanazuoni wamekubaliana kuwa Mtume Muhammad amepasuliwa mara 2. Moja alipokuwa mdogo katika Bani Said, na mara ya pili ni wakati wa kisa cha al-Isra wal Mi'raj, kisa maarufu. Walipofika wakati sasa Makka imebadilika hali, watu wanataka kumwangamiza, watu wafanya kadha wa kadha, wakateremka malaika wawili akiwemo Sayyidina Jibril alayhi salam, wakampasua pia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na ndio safari yake ikaelekea. Baadhi ya riwaya wanasema mara 4,
lakini riwaya zilizokubalika zina nguvu ni hizi riwaya mbili. Kwa hivyo wengine wanasema hata wakati Mtume Muhammad amefika miaka 40 amejiliwa na Jibril anamwambia Iqra, pia kulifanyika suala la upasuaji sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa hivyo yote yanayozungumzwa hapa ni kuwa alijazwa ilmu. Kwa hivyo alipopasuliwa ule moyo wake ulijazwa ilmu, na baadaye baada ya kujazwa ilmu ukajazwa vile vile alhilm, upole, rahma. Kwa hivyo haya masala mawili wanazuoni wanaeleza kuwa ni sababu kubwa ya kumfanya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akawa ni bora kuliko viumbe vyote. Na ndio utakuja kuona al-Imam al-Busiri katika kueleza tukio kama hili akasema, faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri au rashfan min ad-diyami. Ani mazungumzo anazungumza moja katika mabingwa wa lugha ya Kiarabu anajulikana kama al-Imamu al-Busiri, alipokuwa akimsifia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, asema zile dalili na daraja zilizokuja katika Qur'ani al-Karim zaonyesha faqa nabiyina, amewapita kidaraja manabii wote katika maumbile yake na katika tabia yake. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, wala hawakumfikia katika ilmu yake na katika utukufu ama karami yake. Ani mazungumzo anaeleza baadhi ya wanazuoni, wa kulluhum, japokuwa hawa mitume wote, min rasulillahi, yani kuanzia baba yetu Adam alayhi salam. Tulisema sisi kama wanadamu la nufarriqu baina ahadi min rusuli, lakini Mwenyezi Mungu utendakazi wake yakhluq wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba kisha akateua katika wale aliowaumba. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, tumetaja katika darasa iliyopita. Mwenyezi Mungu asema hao ndio mitume, lakini hawako katika daraja moja. Faddalna ba'dahum ala ba'd, tumewaboresha baadhi ya mitume juu ya baadhi ya mitume wengine. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio yuko katika frontline kuweza kupambanua baina ya afdalia ya huyu na huyu na huyu na huyu. Na pengine ipo kwa sababu kutaja hili tutaje kitu kimoja kizuri sana, mukarana baina ya hawa mitume. Tumchukue baba yetu Adam. Baba yetu Adam, Mwenyezi Mungu anasimulia katika Qur'ani akiambia malaika, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adama. Ni sharafu, ni utukufu mkubwa sana. Tumeeleza malaika ambao kwamba hawa malaika la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun, ni viumbe vitakatifu, havina makosa, havina hata dosari ya madhambi. Lakini Mwenyezi Mungu alitoa amri, wa idh qulna lilmalaikati usjudu li Adama, haya malaika msujudieni Adam. Tashrif, sharaf kubwa. Ingawa Ibilisi alikataa, alikuwa na mambo yake, wengine siku zijazo tutakuja kuzungumza, lakini sharaf ya kuwa Nabii Allah Adam amesujudiwa na malaika. Ukitizama hii, na sisi katika ummatu Muhammad katika risala an-nabawiyya tunaoishi, ni haramu kiumbe kusujudia kiumbe kingine. Sayyidina Yusuf alayhi salam anamwambia, ya abata inni raaitu 11 kaukaban, mimi nimeona nyota 11, washamsa walqamara, na jua na mwezi zanisujudia. Ambia mwanangu, usimwambie mtu haya mazungumzo, yabaki na wewe, wasije wakakufanyia vitimbi. Na ni vyema mtu anapoota ndoto nzuri usimweleze mtu, hata kama ni ndoto mbaya, pengine katika tasawuri yake umeona ni ndoto mbaya, usimwambie mtu mpaka uwe na yakini yule mtu ni mtu amejaa takwa, kwa sababu ndoto zina tafsiri. Mweleze bana, mimi nimeota ndoto fulani na ndoto fulani, tafsiri yake ni kitu gani? Tena awe pengine ana ilmu katika tafsiri al-ahlam. Ile ni tatizo leo, kila mmoja anataka kutafsiri al-ahlam ili aweze kuchukua senti za watu. La, makosa. Sije ukaona mashekhe hapo, kuna pengine mashekhe wameingia katika ilmu ya tafsiru al-ahlam. Hii ni ilmu ya somwa, na kuna watu mutakhasisun, kuna watu wamespecialize katika hili swala.
Kwa hivyo wewe umelala, umeota ndoto, usiboboko tu, jana nimeona, jana. Yaweza kuwa ina tafsiri nzuri ya mazuri katika maisha yako, akasikia mtu ana sifa ya hasad, akakutizama kwa jicho la hasad, mambo yako yote yakaharibika. So keep quiet. Ndio anaambiwa Sayyidina Yusuf, anaambiwa hata ndugu zako usiwaambie, ndugu zake usiwaambie. Na hakusema kweli, lakini jamaa wakiangalia huyu mtoto si wa kawaida, hali zake zinavyokaa, haiwezekani. Mbona baba amemweka karibu sana? Hili pia ni hatari kwa wazazi. Ndio watoto wetu wako tofauti, kuna mtoto fulani anayependekeza zaidi kwetu, lakini usionyeshe kwa wale watoto wengine, wanaweza wakamdhuru mtoto mwingine. Huyu ndio baba akionekana akija nyumbani, wa baba fulani nilete maji, fulani nilete gazeti, fulani jaribu hata kama wampenda sana, lakini usiwaonyeshe, kwa sababu hawa watoto wana hisia, wanaweza akamdhuru huyu, wewe tutakutia adabu wewe. Na ndivyo walivyomfanyia Sayyidina Yusuf alayhi salam. Wakaamua baadhi tumuue, baadhi wakasema la, tumtupeni, wagazi akasema tumpelekeni mahali, wakamtia kwenye kisima. Ala kuli hal, ndoto ya Sayyidina Yusuf baadaye ikakuja kuthibiti baada ya shakuwa sasa ni mfalme miongoni mwa mawaziri wakubwa katika ardhi ya Misri. Baba yake kwa sehemu mbali, wakaletwa Kanaan, wakaja pale wakaona adhama na sharafi yake, wakamsujudia. Sijda ya Nabii Allah Adam na sijda ya Nabii Allah Yusuf, mbona sisi twasema faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, mtume amewazidi katika daraja, na hatuna riwaya hata moja kuwa Mtume Muhammad amewahi kusujudiwa na yoyote katika viumbe. Yeye anasema lau mimi ningekuwa na mamlaka ya kuamrisha mtu amsujudie mtu, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Kama angetoa amri Mtume Muhammad, kama kuna mtu anafaa asujudiwe, apewe heshima ya sijda, angemwamrisha mke kumsujudia mume wake, kwa sababu mume anatoka apata tabu, afanya kadha, amshughulikia. Lakini wanawake lilasaf, ndio maumbile yao, hata umfanyie nini, hata ufanye kitu gani, ndio maumbile yao wanawake. Ni wachache katika wao watakuja kukumbuka neema unaowafanyia, lakini mwanamke maumbile yake, na hili tunatakana tulielewe. Wewe bwana hata ushukuru, ndio maumbile yake alivyo. Kwa hivyo usilete matatizo ndani ya nyumba, unataka kumlazimisha yule mwanamke lazima awe kama wewe, au mwanamke amlazimishe mwanamume awe kama yeye. Ni vitu viwili haviwezekani. Kwa hivyo hili ni swala nzito, lakini twalijibu kwa wepesi sana. Kwa Sayyidina Adam, wa idh qulna lilmalaikati isjudu li Adam. Okay, wamemsujudia Adam. Hiyo sijida yaendelea mpaka leo, sijida yaendelea mpaka leo. Sijida iliisha, ni pale mara moja pap ikaisha. Kwa hivyo mara moja khalas. Okay, je, amri ilikuwa ni ya watu wote ama ilikuwa ni malaika peke yake? Kuna lilmalaika. Hata baadhi wanaomtetea sheitani wanasema sheitani alipoulizwa mama naaka, kitu gani kilichokuzuia wewe kusujudu, angekuwa na justification, lastu min almalaika, mimi si katika malaika, lakini alitokwa na maneno mabaya akasema ana khairu minhu, mimi ni bora kumshinda Adam, siwezi kumsujudia. Wewe si malaika, ungeji excuse tu kidogo ukasema ana lastu min almalaika. Katika baadhi wanaomtetea Ibilisi. Jamaa, leo kuna dini ambao people they are very 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 open, wanamwabudu Ibilisi hivi kabisa, wako wazi na wanamtetea sana. Subhanallah, ulimwengu tunavyokwenda ni hatari sana. Almuhim, katika haya tuliozungumza, amesujudiwa Adam, ilikuwa ni wakati maalum, walioamrishwa ni baadhi. Je, Mwenyezi Mungu alishiriki? Hakushiriki, sio? Lakini kwa Mtume Muhammad ikawa ni jambo la ajabu kuliko Sayyidina Adam. Mwenyezi Mungu asema ile aya tuliozungumza, aya iliyopita, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, is a present continue tense. Kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe yamswalia, na tulisema kwa Mungu sio ibada. Watu wasifikirie kwa Mwenyezi Mungu ana ibada ya kumswalia, la. Mwenyezi Mungu ina maana anamrahamu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa malaikata,
Mungu amefanya, kisha na malaika. Ya ayyuhalladhina amanu, haya nyinyi wanadamu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Sasa swala ya Mtume Muhammad ilikuwa ni wakati tu ule tulipoamrishwa, mpaka leo inaendelea, mpaka leo inaendelea, ila an taquma saa, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alayha. Kwa hivyo hii inaonyesha utukufu wa Mtume Muhammad, ikiwa kutapatikana mukarana baina ya haya. Baadhi yasema lakini Nabii Allah Musa alikuwa na bakora akipiga jiwe la toa maji, sio? Inaoni miujiza. Iwapi miujiza Mtume Muhammad ya kuonyesha kweli jiwe linatoa maji? Sisi maji mazuri, the pure one, ambao ni mazuri, yanatoka wapi? Yanatoka katika majabali, ndio maji matamu na mazuri zaidi. Kwa hivyo ni ajabu kweli jiwe kutoa maji, lakini jiwe linapotoa maji ujue yale maji ni matamu sana. Leo kama kwa mfano Kilimanjaro yanabubujuka maji na maji yake mazuri sana, sio? Kwa hivyo si ajabu jiwe kutoa maji matamu, ingawa pia ni miujiza wewe kupiga jiwe likatoa maji. Ni miujiza kwa sababu mwanadamu wa kawaida hawezi kulifanya hilo, lakini kuna mtu anaweza kuweka mkono hivi ukatoka mifereji ya maji watu wakakunywa maji katika mkono. Kuna mtu anaweza kutasawar, mtu anaweza kufanya hivi mikono ikatoka maji, lakini tasawur mantiqiyan, jabali tunaweza tukachimba pengine likapasuka likatoa maji, mfano kama maji ya Zamzam. Kwa kisa maarufu, Saidina Ismail alipokuwa pale yualia kio, alipopiga lile jiwe lilipopasuka kukabubujika maji. Kwa hivyo jabali linaweza kuvunjika likatoka maji, lakini mikono, nyama ya mwanadamu itoe maji unless pengine na mifereji mingi. Lakini Mtume Muhammad alitoa maji katika vidole vyake. Ndio hapo tutakuja kuona katika fiqh tunapoelezwa aqsamul miyah, migawanyiko ya maji. Kuna maji kwa daraja mbalimbali. Daraja ya kwanza ni maji yaliyotoka katika vidole wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, masahaba wakanywa wa hakadha. Kwa hivyo Sayyidina Musa alipasua jabali, akapasua mawe yakatoa maji, lakini Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam vidole vyake vyenyewe vilitoa maji. Watu wana kiu, hawajatawadha, wengine wataka kutawadha, wako katika desert. Kaambia, nani ana maji katika nyinyi? Kuna kichupa kidogo tu hivi ya Rasulullah, hata kiwezi kukata kiu ya mtu. Akasema lete, akamwaga hivi, akasema haya, taalu. Yakatoka mifereji, watu wakanywa, wakatawadha, wakaswali. Na wanasema hakuna maji yalikuwa matamu kama maji ya nani? Yaliotoka katika vidole vya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kisha baada ya hapo tukaambiwa mau Zamzam. Kisha baada ya mau Zamzam, mau Samaa, maji yanayotoka mbinguni, yana mvua kwa mara ya kwanza yakiteremka, ni maji muhimu sana. Hata baadhi wanasema ni tiba, kwa sababu yale maji hajaingiwa na kemikali ya aina yoyote. Kwa hivyo mtu akiweza kukinga maji ya mvua akaoga nayo, yanatoa hata sahr, wenyewe wanasema sihr, uchawi nini unatoa. Mtu akiweza kuhifadhi akayaogelea bila kuyabadilisha, sasa ni maji yana baraka sana, maana yake hajaingiwa na kemikali yoyote. Wanasema ni waliyo ni hadithul ahad min rabbi, yani maji haya bado hayajafika duniani yakaharibiwa na mikono ya watu, wametoka vile vile Mungu alivyoyaumba. Wa hakadha. Kisha baadaye nakuja maji ya bahari, maji ya mito, wa hakadha. Lakini maji kulingana na mia daraja zake ni wa hakadha. Kwa hivyo haya ni masala wanazuoni wanayozungumza, na wiki jana tulikuwa tumetaja, tukaona ni vyema kujaza baadhi ya mazungumzo haya katika mazungumzo yetu haya. Na leo tukiwa tutachukua muda mfupi sana, ni maneno ya huyu bana akisema, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dini alhaqi ghaira mubtadi'. Tunapomswalia Mtume Muhammad, kama ilivyokuja darasa iliyopita, kuwa Mtume Muhammad tunamswalia yeye na familia yake. Al-al, ikiwa tutaitafsiri, tutatafsiri familia ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Imekuja katika Qur'ani, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Imekuja hii katika Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sema siwaombe nyinyi mumlipe Mtume Muhammad kwa fadhila alizozifanya kuwaletea dini, kuelimisha, kuonyesha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Siwaombe nyinyi mumlipe chochote, lakini pendeni nyumba yake,
familia yake. Na familia katika Ahlus Sunnati wal Jamaa ina tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza ambayo ndio inawahusu hawa ni familia inayojulikana wale waliofinikwa na kishale cha Mtume Muhammad siku ya masiku katika nyumba ya Ummu Salama katika Ummahatul Mu'minin. Mtume Muhammad alikuwa yuko pale, akamwita mwanawe Sayyidatuna Fatima, akamwita na mjukuu wake Sayyidina al-Hasan wal-Hussein, akamwita na ndugu yake Sayyidina Ali, akawafinika katika kishale chake, akasema Allahumma haulahi ahlu baiti, hawa ndio watu wangu wa nyumbani. Kwa hivyo hili swala linajulikana wazi, lakini ahlul bait katika Ahlus Sunnati wal Jamaa imepanuka zaidi, haikufinywa. Kwa hivyo inafika katika wakati ahlul bait ni kullu taqiyin. Kwa hivyo na sisi Waislamu tunaingia ndani. Kwa hivyo wa alihi, na sisi ni katika jamaa wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu tunahitajia dua, na hiyo sala ya Mtume Muhammad ni dua, na nasi tunahitajia dua. Kwa hivyo unaposema Allahumma salli ala Muhammad, unasema wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hivi ndivyo ilivyokuja, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim mpaka mwisho. Na familia hawa tuliowataja wa karibu na yeye ambao wanahusiana na yeye ni relatives wake, hawa katika fiqhi ni wale ambao wameharamishiwa kula sadaka. Kwa hivyo utakuja kuona katika jamii ya Kisomali kuna baadhi wanajulikana kama chaini yao inarudi kwa Bwana Mtume Muhammad. Utakuja kuona kwa Waarabu kuna baadhi wana chaini yao inarudi kwa Bwana Mtume Muhammad. Kuna makabila alhamdulillah tofauti tofauti, utakuja kuona kuna wale ambao kwamba chaini yao ya kizazi inarudi kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ukijua wewe umo katika chain ya kizazi cha Bwana Mtume Muhammad, fuqaha hususan fuqaha Shafi'ia, madhhab ya al-Imam Shafi'i, wao ni haramu kula sadaka na ni haramu kula zaka. Hiyo ni kitu special kabisa, wao wameharamishiwa kulifanya. Kwa hivyo huwezi ukijua mtu ni katika ahlu baiti Rasulillah haumpi sadaka wala haumpi zaka, na haya ni maneno marefu katika masala ya kifiqhi. Ama suala kama tulivyozungumza, ikiwa ni kwa maana ya dua, basi na sisi sote tunaingia ndani, na kama tulivyotaja wiki iliyopita, na manabii pia wanaingia katika alu Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo manabii wote ukija kuona Sayyidina Adam mpaka mwisho Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, hawa wote wanaingia katika alu Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na wiki jana tulisimama kwa mapana na marefu kuangalia mafungamano ya hawa mitume na Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuna swala ambalo naona ni muhimu kuhusiana manabii. Tutakuja kuona kuna wale manabii Mola Subhanahu wa Ta'ala ashawachukua roho zao, na kuna manabii bado wako hai. Mfano kama Ilyas tulimtaja sisi wiki iliyopita, na baadhi ya wanazuoni wakasema Ilyas ndiye Idris alayhi salam. Hapa kuna mazungumzo baina ya wanazuoni, je, Ilyas yuko hai ama ashafariki? Kwa hivyo kuna wanazuoni wanaosema bado yuko hai, warafa'nahu makanan aliyya, Sayyidina Idris alayhi salam. Na kisa chenyewe chasemekana ni kuwa Sayyidina Idris au Ilyas alitaka kujua utendakazi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Katika baadhi ya marwiyat, ya Rabbi, mimi nimeona yote, lakini natakuona vipi unatoa roho. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kaambia ni uchungu na siku zako hazijafika, na nataka kumuona malakul maut aje anitoe mimi roho. Basi tutakutoa roho kihuruma, kwa sababu unataka kuona uchungu tu wa kutolewa roho. Kwa hivyo akaja malakul maut, akaja na sura nzuri, akamwambia uko tayari? Niko tayari. Kaambia afunga macho, alapofungua akifungua ashabadilika sura ule malaika. Kwa hivyo kubadilika, kaanza kubabaika, maana anakuja na sura za kutisha, yuko kazini yeye.
akaitoa ile roho yake na baadaye akamregeshea. Na basi madamu nishaona mauti, nataka niione sasa na hiyo pepo. Sasa wewe unauliza mambo mengi sana. Nataka kuonyeshwa na hiyo pepo inakaa vipi. Kaulizwa, katakwa idhni. Basi inavyoelezwa ni kwa Sayyidina Idris alipelekwa, lakini akaambiwa kwa sharti moja. Sharti gani? Ukiingia utoki, usiingie ukaamua kukaa huko. Ukiingia wewe utoke. Akasema marhaba. Basi akaingia Idris, kazungushwa kazungusha, kafika wakati wa kutoka. Unaonaje? Alitoka. Idris akatoka, lakini alipotoka akasema, jamani, nimetoka lakini ninasahau kitu. Umesahau nini? Viatu vangu nimevisahau ndani. Basi nenda kavichukue. Alipokwenda kuchukua viatu vyake akasema, jana maasalama, mimi sitoke tena. Tulikubaliana ukiingia utoke, kama na mimi nimeingia nimetoka. Hatukukubaliana nikiingia mara ya pili nitoke tena. Mimi bana, acha nini na mimi. Asa kauliza, ya Rabbi, kiumbe chako hichi vipi? Kama acha nini katika al-janna. Lakini sasa warafa'nahu makanan aliyya. Je, ni pepo yenyewe? Utakuja kuona katika al-Isra wal Mi'raj, yuko bado katika mbingu. Pepo yenyewe bado haijafunguliwa. Kwa hakika masala haya ni masala mapana. Kwa hivyo baadhi ya wanazuoni wanamuona Sayyidina Ilyas yupo hai. Hili linaeleweka. Mwingine ambaye yuko hai ni Sayyidina Isa alayhi salam. Na Sayyidina Isa ana mambo mawili. Hili ni swala la kuhusiana na masahaba. Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam nabiyun fi ummati, ni nabii katika umma wake. Wa huwa sahabi, na ni sahaba. Tutakuja kueleza sahaba ni nani, bali wanazuoni wanaeleza sahaba wa mwisho atakayefariki ni Sayyidina Isa alayhi salam. Kwa Sayyidina Isa yuko hai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemnyanyua, amemhifadhi kutokamana na changamoto zilizokuwa za kidini waliotaka kummaliza. Qur'ani iko wazi kuwa hawakumsulubu wala hawakumuua, bal rafa'ahu ilayhi, Mwenyezi Mungu alimchukua akamnyanyua, yuko kwake kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wapi? Peponi. Pepo haijafunguliwa. Utakuja kuona katika kisa cha al-Isra wal Mi'raj, nafikiri katika mbingu ya pili ama ya tatu, yuko yeye na ndugu yake Sayyidina Yahya, John the Baptist, wa Kristo na mwita hivyo. Kwa hivyo huyu pia yuko hai na atarudi, ataoa. Kwa hivyo wanazuoni wetu akitaja kuhusu kurudi kwa Sayyidina Isa, anatuambia kama mna wake, mna watoto wazuri nyumbani, waleleeni katika malezi mazuri. Sayyidina Isa akiteremka aje yapose kweli. Au unasemaje baba? Lakini kama watoto wako wa kike unawalea kimaajabu maajabu, na utakuwa na bahati. Kwa hivyo yeye alikuwa ni nabiyun fi qaumi wa huwa min ummati Muhammad alayhi salatu wassalam, na atakaporudi atarudi katika masala marefu yanajulikana katika alamati saa, the signs of the hour. Watapambana na hali ya alhisar, Waislamu watakuwa wamezungukwa. Dajjal atakapokuja, yule the antichrist, atawafanyia lockdown. Yoyote ambaye kwamba ni Muislamu atakuwa na lockdown. Hakuna ruhusa ya kutoka. Ukitoka wewe unacho ni mambo mawili, umwamini yeye kama ni Mungu ama akuue. Kwa hivyo Sayyidina Isa atarudi katika hali hiyo. Akiteremka, ilivyokuja katika baadhi ya riwaya, atateremka katika Manaratul Bayda, hii iko sehemu za Syria. Akiteremka atawapata Waislamu wako mahali wamejificha, qubaila alfajiri, karibu na swala ya alfajiri kutaswaliwa, kisha atasema khalas, mimi huyo the antichrist, mimi ndo nimepewa jukumu la kumalizana naye. Kwa hivyo yeye ndiye atafukuzana na Dajjal na yeye ndiye atakayemaliza ad-Dajjal. Haya ni masala kwa hakika, Mungu akitupa pengine siku za usoni, ukija kutizama haya yaonyesha uhakika kuwa yale mabadiliko yatakayopatikana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hii ni dalili tosha hata Vatican itabadilishwa kuwa ni Islamic Institute inavoketi. Ni masala kidogo mapana, lakini mkitaka kuelewa kwa ufupi tu, Wakristo walijichukulia lini msalaba ndio ishara ya dini yao. Manake msalaba ukitizama katika Taurati
ni kitu cha laana. Imeelezwa, Torati imeeleza ni suala la laana na ni jambo linaonyesha si la kimungu. Lakini imekuwaje leo imekuwa ndio ishara ya dini inayoashiria Ukristo? Huyu Yesu mwenyewe ni masala wa Kristo, na wasikia leo mapadri wanazungumza, wengine wapadri wengine ni wapadri wa Kitanzania, lakini nasema Yesu hakuwa Mkristo. Kwa sababu ni nini maana ya Kristo? Kristo ni mfuasi wa Yesu. Kwa hivyo ile dini yenyewe ndio imeitwa mfuasi wa. Sasa yeye dini yake ilikuwa ni gani? Yeye ni mfuasi wa nani? Si kama Uislamu. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam jina lake ni Muhammad, dini yake ni Alislam. Sasa huyu Yesu Kristo, hawa ni wa Kristo, yeye dini yake ilikuwa ni kitu gani? Kwa hivyo ni mijadala pia leo utakuja kuona mapadri wanazungumza, na yako wazi leo katika YouTube kuonyesha pia wanatafuta uhalisia wa imani yao, na sisi tunaombea Mola Subhanahu wa Ta'ala azidi kuwapanua, na inshallah Ta'ala wakishavuka baadhi za bridges inshallah tutapambana nao tuwapokee biidhnillah, na kila mmoja jukumu hili ni lao la kuweza kulifanya hivyo. Kwa hivyo Sidna Isa atakapoteremka atakipambana na huyu bwana, na haya ni masala marefu sana. Mwingine ambaye ana maneno mengi, yani wanazuoni wamekhtalifiana katika swala lake ni Khidri alayhi salam. Khidri huyu baadhi wanasema ni waliyu min awliya illah, ni mwanadamu wa kawaida, lakini grade yake ya wilaya iko juu sana. Baadhi wakasema la, huyu ni nabii. Baadhi wakasema la, huyu ni rasuli. Na Khidri ndio yule aliyopambana na Sayyidina Musa alayhi salam katika suratul Kahf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuona sasa Sayyidina Musa anasema ana a'lamu nasi fil alam, mimi ndio mjuzi wa watu katika dunia. Okay, Sayyidina Musa tabaan ni nabii, analetewa wahi kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini hili ni jambo kwa hakika halikustahiki sana kwa Sayyidina Musa kujigamba nalo. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kumwonyesha kuna kiumbe kina ilmu kukushinda wewe. Kamba nenda kamtafute sehemu fulani, ndio hiyo marajal bahraini yaltaqiyan, bahari zilipokuwa zinakutana. Hii ni bahari ya maji ya chumvi na haya ni maji ya tamu, lakini hayaingiliani. Kwa hivyo safari yao ikawa ni ndefu, yeye na mwanawe. Anamwambia hati ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba, leta chakula. Maana walikuwa wakitembea na mikate na mfuko na nini wa hakadha. Safari yetu imekuwa ni safari ya shida sana. Hati ghadaana. Mtoto asema wanaleta chakula sahi, mimi nilikuwa nimelala na wewe ulikuwa umelala. Nilipoamka yule samaki tuliokuwa tumempika tumemkatakata, samaki akatoka kwenye kikapu. Angalia, samaki amepikwa hana roho, sio bwana? Lakini samaki akatoka kwenye kikapu akashika njia yake na zake baharini. Wewe ungeketi hapo? Ungeketi? Sasa hapa wanazuoni nasema mbona huyu kijana hakushtuka? Maanake ameona Sayyidina Musa ana bakora, akiweka chini ile bakora yabadilika nyoka. Ndio uzito zaidi. Bakora kubadilika nyoka ni zito. Hakushtuka baada, kwa sababu ashazoea, sio? Lakini samaki kubadilika kuwa samaki si ajabu. Kwa hivyo anasema nasitul huta, mimi nilisahau kamwe kukwambia. Hayo ni mambo pengine hata tungelala kamwe, lakini yeye amesahau. Basi kama umemuona huyo samaki, hiyo sehemu imaki vizuri, hapo ndio huyo abdu min ibadillah. Kuna huyo mja katika waja wa Mola, nimepewa direction ile nikutane naye. Chochote kinachopatikana pale huwa tarudi katika uhai, kuonyesha Nabii Allah Khidri yuko pale. Kwa hivyo alipokutana naye akamwambia hal attabi'uk, nikufuate unielimishe elimu ulioelimishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia innaka lan tastati'a ma'iya sabra, Musa usijisumbue wewe, subra ya ilmu itakushinda. Mbona ni hukumu haraka? Wewe niambie twende na inshallah na masharti yako. Basi kama tutakwenda usiniulize chochote, na kisa ni kirefu,
ni masala mapana katika suala linalofungamana na ilmu ya Sayyidina al-Khidri na Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo wanazuoni wanaulizana kati ya nabii na wali nani bora zaidi? Nabii. Kwa hivyo baadhi ya wanazuoni wakaona kwa kuwa Khidri kuna ikhtilaf baina ya kuwa waliyu min awliya illah au nabiyun au rasulun, wakasema al-umuru, mambo yakiwa ni ya kati na kati ni bora zaidi. Kwa hivyo kilichoko katikati ni awe nabii, asiwe rasul wala asiwe waliyu min awliya illah. Kwa hivyo na yeye Khidri ana umri, baadhi waeleza mpaka leo yuko hai. Khidri yuko hai mpaka leo, na baadhi wanazungumza hujumuika pengine na baadhi ya waumini. Kwa hivyo ni katika viumbe Mola Subhanahu wa Ta'ala amevipa umri mrefu sana huyu Khidri. Wengine nasema shafariki, na ni masala yako kwa wanazuoni, lakini kauli yenye nguvu ni kuwa bado yuko hai, na ni masala ambayo kwamba yamezungumzwa na wanazuoni wapana na warefu zaidi. Kwa hivyo wote hawa wanaingia katika sifa ya alun nabii sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya. Kwa hivyo sawa ni Isa kwa kuwa hajafariki, sawa ni Ilyas au Idris kwa majina mengine waliozungumzwa wanazuoni, au awe ni Khidri mwenyewe, awe na sifa ya nabii, au ni sifa ya rasul, au ni sifa ya waliyu min awliya illah, yuko hai. Na pia kuna mwingine yuko hai leo na ni hatari pia, the Antichrist yuko hai, Dajjal, miaka mingi sana ifungiwa mahali anangojea siku zake tu. Na mwingine aliokuwa hai pia ni Iblis. Kwa hivyo katika upande wa ubaya kuna wale waliokuwa hai, na katika upande wa uzuri pia kuna wale waliokuwa wako hai ila yaumi na hadha. Na hili ni jambo limezungumzwa na wanazuoni wakubwa, sema wa alihi, hao wote wanaingia katika alihi, wa sahbihi, na masahaba wake. Na masahaba wa khulasatul qawl ni alladhina ijtama'u bihi sallallahu alayhi wa alihi wasallama ba'da risalati mu'mini. Mtu anaitwa sahaba katika sheria ya Kiislamu ni mtu alojumuika na Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Na maana ya kujumuika, ina maana kuna wengine walikuwa ni vipofu, na kuna wale wanasema man raa Rasulullah, alomuona bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ni aidha wewe umuone ama yeye akuone, katika baadhi ya wanazuoni. Lakini maneno machache tu ya kuweza kuyabadilisha na kuyaweka ni ijtima, mumekusanyika pamoja na yeye, hata kama mkawa mko karibu laki nzima. Kwa hivyo wale waliokwenda hijjatul wada, ambapo walikuwa mashallah masahaba wengi sana, wote waliingia katika masahaba wala ulahdha, hata kama ulijumuika na yeye katika lahdha moja. Sawa umesoma kwake, sawa haukusoma kwake, lakini kumepatikana ijtima baada risala, baada yeye ashatumilizwa na yeye, ashatumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ikawa wewe ijtama'ta bihi mu'minan bihi, umekusanyika pamoja na yeye ikiwa unamwamini, na iwe ala hali hayatihi, iwe awe katika uhai wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anamuota katika usingizi ajawa bado sahaba, au kuna maqam mengine wanazuona wanazungumza, wanaweza kumuona Mtume Muhammad yaqadha, hani masala wanazungumza, lakini hata kama utamuona yaqadha baada wafati haui ni sahaba. Na yale maneno utakayoelezwa katika usingizi wako, umemuona Mtume Muhammad akakueleza baadhi ya maneno, haiwi ni hadithi pia Mtume amenieleza ni hadithi nimepokea kutoka kwake, la, kwa sababu haya umeyaona ama umeyapata baada ya kifo cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Utakuja kuona mmoja katika masahaba anajulikana, huyu sahaba kwa jina la Sayyidina Abdullahi ibn Ummi Maktum, na wanazuoni wanasema Ummi Maktum amepewa kunia ya jina hili kwa sababu mwanawe alikuwa ni kipofu, likatni basarihi, yeye alikuwa ni kipofu na alikuwa ni moja katika wale waadhini wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kuna maneno katika baadhi ya wanazuoni kuhusiana pia malaika. Wengine wanasema hata malaika akiwemo Jibril alayhi salatu wassalam anaingia katika sahaba kwa sababu ijtamaa bihi alayhi salatu wassalam. Na kuna baadhi ya masahaba wanaojulikana walikutana na wamejumuika na Mtume Muhammad
alayhi salatu wassalam, wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Wa man tabi' ni kila mfuasi wake Mtume Muhammad, sawa ni katika alqurunul mufaddala, katika tabi'ina wa tabi'i tabi'ina, lakini hiyo inakwenda mpaka zama zetu hizi. Yoyote anayekuwa ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hii dua ya huyu mwenye kitabu anasema wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dini lhaqi ghaira mubtadi'. Nilikuwa nataka kukoma katika neno la mubtadi', lakini wakati hauja kuwa rafiki sana na sisi. Pengine wiki inayokuja tutataja baadhi ya mambo yanayofungamana na neno la mubtadi', na kwa ufupi zaidi ni neno la bid'a. Taban, bid'a katika aqida ni tofauti na bid'a katika fiqhi. Masala tutakuja kuyaeleza vizuri, kwa sababu bid'a katika aqida ni mukhrija anil milla. Mara nyingine bid'a yenyewe mukhrija anil milla, inaweza kukutoa katika Uislamu, lakini lilasaf kuna masail fiqhiyya, kuna mambo ya kifiqhi yametolewa katika fiqhi yakaja yakaazimwa yakawekwa katika aqida, na inavyoonekana ni baadhi walipotaka kuwagonganisha Waislamu kwa Waislamu wakataka kuwatolea fatwa katika aqida. Kwa hivyo ukaona kama yale tuliyotaja, Muislamu anamuua Muislamu mwenzake, hadha yukabbir, asema Allahu akbar, na yule anayefariki anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Sasa yani kefi yani, ukija kuangalia kuna baadhi ya maandiko yamechanganywa ili yule mtu aweze kuingia katikati, kupenetrate kati ya Waislamu, asababishe vurugu kiasi watu wauane. Kwa hivyo pengine katika wiki itakayokuja itakuwa ni dharura pengine kwa dakika chache kueleza hilo swala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhairi fil khairi wa aanahum alayhi wafiqna lima tuhibbu wa tarda inna alayhi. Wallahu sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.